natumai muberi wa afya mnapumua vyema nawakaribisha ndani ya morning show ambayo ni educational topic siku ya leo msisahau ya kwamba tunaye mgeni leo studioni. Kitu cha kwanza, kama hatujasonga mbele ama tujaingia kwenye mada ya siku ya leo, hakikisha unafika pale YouTube una subscribe kwa Urban TV Studios. Endelea kusubscribe tufike 10k kwa sasa hivi content tunaletea moto moto, na leo mgeni wetu tutakuwa tunaongelea mambo na comrades live at campus. Ni mambo gani ambayo comrades wanapitia, changamoto gani, na ni mambo gani mazuri ambayo comrade anafurahia akiwa pale shuleni, na pia ni furaha gani ambayo mzazi anaye akiwa pale nyumbani akiwa amelipa karo yake ili kumpeleka mwanafunzi katika chuo cha ufundi kuweza kupata skills, na pia society ya pale karibu na shule na nje na pale nyumbani kijijini penye ametoka wanapata manufaa gani huyu mwanafunzi, huyu dada ama huyu kaka anapoendelea kupata elimu yake pale katika chuo cha ufundi. Sasa hivi pia tutakuwa tunaangazia pia administration ama uongozi wa taifa na uongozi wa shule umechukulia hatua ipi katika masomo ya wanafunzi ambao wanasoma katika vyuo vya ufundi ambavyo tunaviita polytechnic. Pia tuone serikali yetu iko na nia gani ya kusaidia hao wanafunzi. Kwa majina usinisahau, unatambulika kama Abanas Bazenga aka mwenyewe. Bila kupoteza wakati, acha tuingie kwenye mada ya siku ya leo. Nimeona tunaye mgeni, tafadhali atakuwa anaji-introduce ama anajitambulisha mwenyewe. Uhali gani? Salama sana. Ningependa tuanze na jina lako, we ni nani mwenyewe, umetoka wapi? Jina langu ni Levi Masudi. Ninakotoka ni kule Barwesa. Hii maisha ni shughuli gani ambayo unajishughulisha nayo kwa watazamaji wetu ambao wanatuangalia hapa? Mimi ni mwanafunzi at the same time mimi ni lecturer. Wewe ni lecturer tena? Yeah. Hiyo tutakuja kuangalia baadaye, tuambie una balance aje masomo na shughuli zako za kazi. Pia karibisha watazamaji wetu, unawaambia pia wasubscribe. Unajua ukisikia sauti yako watafanya ile mambo. Napatikana pale katika mtandao ya kijamii kama Kiplangat Masudi ama pale YouTube kama Oxmilna Media. Jaribu kufika pale, subscribe ndio uendelee kupata haya na mengine mengi. Swali tu la kwanza ambalo ningependa kuuliza, kwa sababu naona masaa inasonga na ikiwa ni mida ni asubuhi. Maisha ikaje pale katika vyuo vya ufundi ama live at campus ikaje? Maisha katika vyuo vya anuai ni maisha ni ile tu struggling, lazima kuna kustruggle kila mahali, hakuna penye tunaweza sema maisha ni rahisi. Yule ambaye atasema maisha ni rahisi labda anatoka kwa ile familia, labda wanajiweza vizuri, lakini kwa yule mtu anaelewa kila ambacho alienda shule, maisha ni pale tu katikati, na depend venyewe mwenyewe utajiweka. Na je, we kwako maisha ni mazuri ama maisha bado hayako sawa sawa? Maisha iko katikati. Iko katikati. Lakini umesema wewe ni lecturer tena wewe ni mwanafunzi. Lecturer bado mwanafunzi. Sasa ningependa tu kuuliza swali lingine ni changamoto zipi ama challenges zipi ambazo wewe kama comrade na wale comrade wengine wanapitia pale katika vyuo vya ufundi ama hata general pia tukiongeza wa university pia, ndipo sasa wazazi ama wale guardians wetu ama wanafunzi wanaosoma pale katika vyuo vya ufundi waweze kujua ni watoto wao wakikuja kama wako na kitambi ama wamekonda, ni changamoto gani anapita ama anatumia tactic gani kusurvive. Changamoto ya kwanza umbali unakoishi. Sometimes unapata mtu anaishi almost 3 kilometers away from pale anasoma, so hiyo inafanya mtu ana struggle both akili, tumbo na yani mwili yote ni general. Then changamoto ingine ni pale ambapo lectures high balance, siku hizi zinakuwa tofauti, unaweza enda kuna lecture saa 12, kuna ingine imewekwa saa 10, so in between hapa unaona kuna kashida kidogo, kuna changamoto. Then kutokana tu na hiyo lecture so ina maana hautakula, sababu kuna wengine tumezoea 2 meals a day, wengine tumezoea mara moja, so hiyo ndio changamoto kubwa. Ukifika pale nyumbani mzazi anakuona hivi ataona tu huyu jamaa
labda kuna maisha yake ni mzuri ama ni mabaya, lakini ni mwanaume anajua venye atajicompose mwenyewe. Na je, tactic gani unaweza tumia ndiposa wa survive hapa, ama student hapo ama comrade a survive katika maisha ambayo ni magumu pale katika campus? Kitu ya kwanza, usitarajii kukula mara 3 kwa siku. Zoesha tumbo yako kula mara 2. Hapo sasa itafanya umesurvive vizuri sana. Na wewe campus unapenda sherehe, unapenda kuangalia mpira, unapenda kuwa mtu wa CEO, ama ni shughuli gani unajishughulisha wakati wa raha, wakati wa kujibamba, wewe unafanya shughuli gani? So wanasema hivi, kwa ule mtu labda ana akili timamu, wanasema ukipata chance kidogo mahali na unaweza ipeleka mkono upate kakitu, hiyo ndio time mimi huwa najaribu kufanya zile mipango zangu, labda kufanya some lectures kwa ile different schools. So hapo ndio unaona pia mimi ndio na survive, unaona mwili si. Lakini unapenda tuseme kama sherehe? Hapana. Okay. Kwa watazamaji wetu nimepata kuna mwingine ametuma hapa swali, anauliza ni kitu gani ambacho kinakufurahisha ukiwa kama wewe comrade na wale comrade wengine wakiwa pale campus, haswa wewe? Kile ambacho kinanifurahisha ni kupatana na wale marafiki ambao kiukweli unasimama nao na unaona hawa ni kama mandugu zangu na madada zangu. Hiyo ndio kitu ambacho kinanifanya niko na furaha sana. Yeah. Na pia ushauri wako kwa wale ambao wanataka kujiunga na vyuo vya ufundi na wale ambao wanadharau vyuo vya ufundi, wanasema mimi sina masaa ya kwenda kupoteza pale katika chuo cha ufundi, manake naweza soma nikose kazi pale mbeleni, ungependa kuwashauri vipi? Ushauri wangu kwanza kwa yule ambaye angependa kujiunga na shule ya TVET, ya kwanza ni angalia penye umetoka pale nyumbani. Ukiona mzazi amekuambia enda hivi, uende fanye kitu fulani TVET, usikatae, maana huku TVET mambo ni mengi. Mambo ni mengi, huwezi kosa kazi. Sababu ukitofautisha kati ya TVET na university, wale wa university most of time wanafanya kitu inaitwa theory. Ukimuuliza tu swali anakujibu direct, lakini ule mtu ako TVET ukimpea kazi ya mkono atakufanyia vizuri sana. Yeah. So na ushauri ungependa ombi lako ni lipi kwa tuseme uongozi wa shule kwa ili waweze kuweka mikakati ama shughuli kabambe za kusaidia wanafunzi kwenye masomo yao ili waweze kufanikisha ndoto zao? Langu kwanza ni kwa administration kwamba kama kutakuwa endapo kuna scholarships ya kufadhili wanafunzi wafanye hivyo, maana kuna wanafunzi wengi wanaacha shule sababu ya kukosa fee, na hiyo ndio inafanya wengi wetu ama wengi wao wako kule nyumbani. Hiyo ndio ombi langu hasa kwa shule. Na tukimalizia kipindi chetu, ungependa kuambia aje wazazi wale ambao wanasaidia wanafunzi kuja shule ama kuwalipia karo, ungependa kuwashauri vipi? Na pia kuwataarifu ni mambo yapi ambayo yanaendelea hapa chuoni wanafunzi wanapokuwa shuleni ama comrade? Langu kwanza ni kusema hongera kwa wazazi, maana si wazazi wote ambao wanaweza fanya mtoto aje shuleni. La pili, tukiwa hapa shuleni kuna different societies, kuna CU, kuna wale wa football clubs tofauti. So hiyo inafanya wanafunzi wanakuwa busy. Ndio unaona different activities, si wanafunzi wengi wanatumia dawa za kulevya, maana kuna vitu wanapewa kila siku. Ndio maana unaona wako vizuri kabisa. Shukran sana kwa kutenga muda wako kuja kusemezana nasi ili kutaarifu mambo ambayo yanaendelea. Asante. Ukumbuke kwamba imekuwa ni Urban TV Studios, tumekuwa tunaongelea mambo ya wanafunzi wa comrades ambayo wanapitia na tumejifunza mengi pia. Mkifuatilia hii mtakuwa mnaona mambo ambavyo vile yameenda. Hakikisha unafika YouTube, una subscribe to our YouTube channel ambayo ni Urban TV Studios, na Mwenyezi Mungu aweze kuwabariki. Tupatane wakati mwingine. Shukran sana.